Hapa mkononi mwangu nina barua ambayo imetoka Young Africans kuelekea kwa umma. Tafsiri yake kwamba kuelekea wale wanachama wa Young Africans pamoja na mashabiki na wadau wote wa kimichezo ambao wamewekeza kwenye klabu cha Young Africans. Nikusomee kidogo ili tuendelee kudadavua mada hii ya leo baada ya kikao kikubwa kukutana bodi ya ligi pamoja na Young Africans kwenye mchezo nambari 184 uliopangwa na bodi ya ligi tarehe 15 ya mwezi wa 6 2025. Nini ambacho kimetokea kwenye kikao cha leo? Ngoja nikusomee taarifa ambayo imetoka Young Africans kuelekea kwa wanachama wao na mashabiki kiujumla wa Young Africans. Inasema kwamba taarifa kwa umma. Uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kuwataarifu umma kuwa tarehe 7 Juni 2025 tulipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala yafuatayo ya michezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC, Yanga dhidi ya Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9, 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi Tanzania zilizopo jengo la NCCF Mafao House, Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Leo hii saa 4 asubuhi kikao kimeunguruma pale kati ya bodi ya ligi pamoja na Young Africans. Swali la kujiuliza kwamba je, bodi ya ligi walikuwa wanapima upepo kwa Young Africans au walijisahau? Yaani kumekucha wanachukua shuka au blanketi wanajifunika. Wamechelewa. Kiufupi sijajua kama wamechelewa au bado wana imani kwamba Young Africans wanaweza kuingiza kikosi tarehe 15 Juni 2025. Na barua imeendelea kuainisha kwa wanachama wao na ikiendelea kusema kwamba baada ya majadiliano ya saa kadhaa viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wao klabu yetu kuwa haitoshiriki mchezo nambari 184 uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni 2025 mpaka pale matakwa yetu tuliyowasilisha kwa maandishi kwao yatakapotimizwa. Huo ndo msimamo wa Young Africans ambao baada ya kikao kupita wakatoa msimamo wao kwa viongozi wa bodi ya ligi ambao wanasimamia mamlaka husika ya soka hapa Tanzania. Lakini wakaendelea pia kutoa shukrani kwa wenye mamlaka ya soka ambao ni bodi ya ligi kwamba tunawatakia kila laheri bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu nchini katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu Tanzania. Imetolewa na kamati ya utendaji wa Young Africans Sports Club. Yani sasa hapo ndipo sasa tunapogundua kwamba Young Africans na Simba kuna utofauti mkubwa sana ambao sasa hivi tunakwenda kuutazama. Young Africans bado wameendelea kushikilia msimamo wao mpaka leo. Tukitazama ni tarehe 9, bado siku 6 tu tarehe 15 iweze kutimia, dabi iweze kurudiwa tena kwa mara nyingine baada kushindikana Machi 8, 2025. Tafsiri yake ni nini? Hiki kilichotokea sasa kwa Young Africans kuleta msimamo wao wa kutokuingiza mechi tarehe 15 ni fundisho kwa Watanzania, hasa kwa viongozi ambao wanasimamia mamlaka ya soka, lakini pia na kwa watendaji wa vilabu mbalimbali kwamba endapo siku kukitokea usumbufu kama huu au utovu wa nidhamu wa viongozi waliokuwa juu kutokusimamia mamlaka ya soka, kutokusimamia katiba ambayo inakwenda kusimama, kosa likitendeka katiba inakwenda kusimama na kuhukumu. Endapo viongozi watakuwa legelege, basi haki zitendeke, si kwenda kinyume na janja ambazo zinaenda kupelekea soka letu kuweza kushuka na ligi yetu kuonekana haina maana na ligi yetu inaongozwa na wababaishaji. Kwa hiyo kwa taarifa hizi za Young Africans kuendelea na msimamo wao zinawafundisha viongozi wa vilabu vyote hapa Tanzania, lakini pia
vinawafundisha viongozi ambao wanasimamia mamlaka ya soka wa ngazi za juu, tukimaanisha kama ni TFF, lakini pia na bodi ya ligi kiujumla, kwamba siku nyingine wasichukulie poa kuahirisha tu mchezo kwa matakwa yao. Wamekaa kwenye ofisi yao wanajadili tu. Kuna watu zaidi ya milioni wako nje, wanategemea kuingiza kipato siku ya mechi husika, wanategemea kwamba kuinvest furaha yao siku hii, wawe na furaha na waweze kuenjoy. Watu wachache tu ambao wanaweza wakakaa wakajadili na kuchukua maamuzi ambayo yanaweza yakawatesa wananchi wa Tanzania ambao wanapenda soka, ambao wameinvest kupata riziki kupitia soka. Kwa hiki walichokifanya Young Africans, kwanza tu mimi binafsi kama Profesa Mandela ambayo niko hapa kwenye studio hizi za Wasamaria, niwape kongwe zao Young Africans kwa kuendelea kushikilia msimamo kama tu kwa upande wa pili huku ambako haturuhusiwi kugusagusa, tukizungumzia chama cha maendeleo Chadema dhidi ya mwenyekiti wao nguli kipenzi, ambako mpaka sasa hivi tunazungumza yuko lock up kwa ajili ya kuweza kutetea wananchi wake wa Chadema, ambako ni Tundu Lissu, pati Tundu Lissu. Msimamo wa Young Africans unafanana na msimamo ambao wa Tundu Lissu kung'ang'ania kusema no reform, sijui no nini. Hii kidogo imekaa kushoto kwangu, lakini msimamo ambao Young Africans wameuchukua kiukweli ni msimamo ambao unapaswa kuigwa hata kwa wenzetu ambao Simba wanapaswa kusimamia, wajifunze kupitia Young Africans kwa hiki walichokifanya, kuwaadhibu, kuwafanya viongozi sasa damu kuchangamka au kuwaletea changamoto, kwamba siku sasa wakae attention, wasije wakaahirisha mechi kizembe bila kuangalia hasara ambazo zimetokea. Hapo March tarehe 8 watu wamekula hasara kubwa sana, wafanya biashara na watu wa mitandao kiujumla wamekula hasara kubwa sana. Sasa hili ni fundisho ambalo limetokea siku ya leo. Ni mara ya kwanza kabisa sasa bodi ya ligi kukaa pamoja na Young Africans kuweza kujadili kwamba hiki ambacho Young Africans wanaendelea kukizungumza kwenye midomo, je, ni sahihi? Sasa leo wamethibitisha rasmi kumbe kwamba Young Africans bwana wako sahihi na hawabadili msimamo wao. Msimamo wao ni ule ule ambao siku zote wanaendelea kusemezana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia ukiwafesi tu, ukiwaulizia jamani vipi tarehe 15 mnapeleka mechi, wao hatupeleki mechi, ina maana tayari ni maamuzi ambayo yamepitishwa. Lakini Yanga wanasimamia msimamo wao mpaka sasa hivi, wakidai kwamba wao wanataka mambo manne yaweze kufanyika. Jambo la kwanza kabisa kubwa, wanataka kwamba viongozi wajihudhuru, waweze kukaa pembeni na wawapishe wengine ambao wanaweza wakasimamia mamlaka ya soka hapa Tanzania kwenye ligi yetu ya NBC. Lakini jambo lao la kwanza kwamba wanapaswa kusikilizwa, yani kuwe na bodi huru ambayo haitoegemea huku, yani haina Usimba, haina Uyanga, haina Uazam wala Usingira Black Star wala sijui team, yani kusiwe na mlalio wa pande fulani ambao unaweza ukaathiri. Ujue mapenzi ya kitu fulani mara nyingi sana moyo huwa una stuck, yani automatic tu moyo unakwenda kustuck kwa sababu tu ya kuwa mpenzi wa kitu fulani. Yani huwezi kukwamisha moyo pale unapopenda. Kwa mfano tu nikizungumzia labda Wallace Karia, mapenzi yake makubwa yako Simba, jinsi alivyojidhihirisha tu mwenyewe kwa namna ya kwa namna tulivyoona kwenye mitandao ya kijamii akizungumza na vyombo vya habari. Yani moja kwa moja unaona kabisa huyu mapenzi yake Simba. Lakini sasa kwa mujibu na taratibu za soka hapa Tanzania, kiongozi kama yule Wallace Karia ndo rais wa TFF ambaye yeye ndio mlezi mkuu wa vilabu vyote vya hapa Tanzania. Yani hatakiwi kuleta ushabiki wa klabu kimoja. Ndio maana mimi nasema kwamba moyo
unapopenda kitu fulani huwezi kuzuia. Kwa hiyo Young Africans mpaka sasa kipengele cha pili wanasema kwamba wao wanataka bodi huru, yani isiyoegemea huku wala huku, kwamba wajue kabisa kwamba tatizo linapotokea basi inatakiwa haki itendeke. Lakini jambo la tatu wanalotaka Young Africans ili waweze kupeleka mechi tarehe 15, kwanza wanataka watendewe haki. Kwa nini mechi tarehe 8 iliahirishwa? Hilo jibu mpaka leo tunapozungumza mimi na wewe Mtanzania ambao unanitazama kupitia Wasamaria TV halijatolewa mpaka sasa hivi. Tafsiri yake ni nini? Kwamba wanaona kama tarehe 8 ya mwezi wa 3 walivunjiwa adabu, walivunjiwa heshima kwa gharama zote ambazo walizigharamikia zaidi ya milioni 250. Ni pesa nyingi sana za Kitanzania hapa. Kwa maisha tu ya kawaida, mtu umenunua kiwanja na unajenga ghorofa moja, lakini watu wachache wamekuja tu kuahirisha mchezo bila kushauriana na viongozi husika ambao waliuandaa mchezo siku hiyo, hasa hawa viongozi wa Young Africans. Kwa hiyo ni majambo manne makubwa ambayo Young Africans wanataka yatendewe haraka sana iwezekanavyo kabla ya mchezo wa tarehe 15. Sasa swali la kujiuliza mimi na wewe, bodi ya ligi walikuwa wapi kuwaita viongozi wa Young Africans kuweza kujadili hili jambo ambalo lipo midomoni mwao la kutokushiriki kucheza tarehe hiyo 15, baada tu ya wao kutoa taarifa kwa umma na taarifa kwenye vilabu hivi viwili Simba na Yanga kwamba tarehe 15 mchezo utarudiwa wa nambari 184 utarudiwa tena tarehe 15. Kwa nini hawakuweza kukaa na Young Africans mapema? Mpaka sasa hivi zimebaki siku 6 tu, ambayo leo ni tarehe 9, kesho tarehe 10, tarehe 11, 12, 13, 14, 15, bado siku 6 mtazamaji wangu. Je, sasa maandalizi ya Young Africans, maandalizi ya dabi, kwa jinsi unavyojua waamuzi mpaka sasa hivi bado hawajalipwa advance zao, lakini pia masuala mazima ya entertainment bado hawajalipwa, lakini wafanyabiashara wakubwa ambao wameinvest kwenye michezo pia bado hawajafanya maandalizi. Yani kuna ukimya mkubwa sana ambao yani hakuna ambacho kinachotokea tarehe 15. Ni sawasawa tu kama yani ni mchezo kama wa KMC au KMC na Namungo. Ni huo tu mfano, kwa sababu dabi ina maandalizi makubwa sana ambayo yanagharimu zaidi ya milioni 300 na kuendelea. Sasa bodi ya ligi wamechelewa. Yani mimi binafsi nasema tu kwamba bodi ya ligi wameweza kuchelewa kwa kuweza kuita kikao na Young Africans waone namna ya kufanya. Wanakuja kushtuka dakika za mwishoni ambao Young Africans bado tu wanaendelea kushikilia msimamo wao. Na Young Africans ukitazama wanajiamini kwa asilimia kubwa. Sijajua nyuma ya pazia kuna kitu gani ambacho wao wanaweza wakapata ushindi, au wanataka pointi zao 3 au inakuwaje, lakini wao jukumu lao anasema kwamba sisi tunataka haki itendeke. Kitu cha kwanza, hawana imani na bodi ya ligi, wanataka wajihuzuru. Kitu cha pili, wanataka bodi iliyokuwa huru, haina upande wa huku, haina upande wa huku, ili kunapotokea mistake yoyote ya kimichezo basi haki itendeke inayostahili. Kitu cha tatu, kwamba wanahitaji yani wanahitaji majibu kwamba kwa nini tarehe 8 mechi iliahirishwa, wanataka majibu. Lakini kitu cha 4, wanahitaji pointi 3 ambazo ni halali ya wao walivyoona kupewa. Kwa hiyo ni vitu vinne ambavyo vinawasumbua bodi ya ligi. Lakini kitu cha 4 hiki cha kusema kwamba wanahitaji pointi 3, hiki sio sana. Wao ni mambo makuu matatu. Endapo mambo makuu matatu yakitendeka, basi wako tayari kupeleka mechi tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 2025. Hii ni taarifa ambayo imetoka si punde, na tujue hilo wa Tanzania. Sasa mimi na wewe hatufahamu nini ambacho kitakachotokea. Viongozi sasa hivi kwenye viti vyao hawatulii, viti vinawasha moto. Wameshachelewa kwa muda mrefu. Wallace Karia hajui cha kufanya, naye pia mwenyekiti wetu Mguto wa bodi naye hajui cha kufanya, mkurugenzi wao wa bodi ya ligi naye pia hajui cha kufanya. Kwa hiyo kumeshakuwa kuna mitafaruko mikubwa
kwenye soka letu la Tanzania. Mimi hatufahamu. Nafikiri tu hii ni Wasamaria TV. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike. Tunakuletea kila kitu ambacho kinachojiri kwenye hatua ya kimichezo na masuala mengine ya entertainment. Asante.